Kwa nini mnadanganya watu kwamba ukijenga nyumbani unakufa? Nani kakuua? Unakufa kwa magonjwa yako mwenyewe. Usisingizie watu. Yule bwana pale kajenga pale ghorofa 2 hoteli, nani kamuua? Udiwani kapata, biashara anafanya, hoteli amejenga. Kwa waambieni watoto wenu wapunguze visingizio. Naogopa kujenga, wasije wakakuroga. Nani akuroge? Mbona nyumba za bati za kisasa zipo hapa na zinazidi hata watoto wenu wazao Dar es Salaam. Watu wa Njombe tujifunze kurudi nyumbani. Na mmeona dhamira. Najua mimi kwenye magrupu yote ya Ludewa. Hebu yale magrupu ya Ludewa tujadili maendeleo ya nyumbani kwetu. Mnanielewa? Tusijadili siasa, lakini siasa na maendeleo. Kuna watu mnabishana kwenye grupu la Ludewa. Mimi niwahi kualikwa ile grupu Dar es Salaam. Niliwauliza watu mlionialika hapa kwenye umoja wa wakazi wa Dar es Salaam ambao kwao ni Ludewa. Wangapi mmeenda Ludewa? Mtu anajadili pale nikakaa Dar es Salaam mpaka anazeeka, hajawahi kufika kwao. Alikuja kuzika wazazi akapotea. Wengine watoto wenu wamekuja Ludewa kudai fidia baada ya kusikia rais katoa hela za kufidia Mchuchuma na Liganga. Sasa waambieni watoto wenu, waambieni ndugu zenu warudi nyumbani. Wafanye uwekezaji. Hizi nyumba za mabati zote zilizojengwa hapa, nilikuwa naangalia hapo Mwang'onda Guest House. Nani kamuua? Huyu bwana hapa mwenye nyumba yake hapa ya bati, nani kamuua? Kwa waambieni vijana wa Ludewa. Badala ya kumjadili Kamonga, wajadili maendeleo ya nyumbani kwao. Kwa sababu kuna watu wanamtukana Kamonga kwenye magrupu, hata choo kwao hawajajenga. Waambie wafanye maendeleo kwao. Wanapojadiliana, admin tupia hoteli aliyojenga mheshimiwa diwani. Mwambie Ludewa tunajadili maendeleo. Wakiendelea kubishana, tupia Kizimba. Mwambie tumeanza kuvuna samaki. Wakibishana, tupia ambulance ya boti. Mwambie sisi tuna maendeleo. Haya unaojadili, mtafute Kamonge 2030. Saa hizi mwache angaikia maendeleo. Si mnanielewa? Mmenielewa vizuri? Mmenielewa vizuri? La mwisho. Nimezungumza Ludewa mjini, nimezungumza nikiwa Njombe. Na hapa nawaambia. Wilaya ya Ludewa ni moja ya wilaya za kimkakati Tanzania. Nimewaambia watumishi wa umma, nimewaambia vijana. Ludewa peke yake moja ina mradi wa trilioni 3, Mchuchuma na Liganga. Trilioni ngapi? Kuna mwekezaji anajenga hapa Ludewa mradi wa trilioni 1 na bilioni ngapi? Ile wa simenti. Bilioni 3, maana ni trilioni 6. Kuna mwekezaji anajenga Ludewa hapa kiwanda cha saruji. Ameomba serikali mpe uwanja wa ndege wa Njombe au tengeneze ili ndege yake iwe na paki pale kwa sababu anaingia gharama kubwa paki Dar es Salaam. Huku Ludewa kuna mradi wa Maganga Matitu bilioni 300. Ludewa huku kuna mradi wa Katewaka. Huku Ludewa tunataka watu walime zabibu, walime kahawa, walime korosho. Niambia DC nataka tuende kijiji cha Amani. Kijiji ambacho matumizi yake ya mbolea kwenye kijiji ni sawa na mkoa wa Singida. Tukienda Amani pale sisi serikali kwenda kulipa kununua mahindi bilioni 10, tunalipa watu 6. Sasa kama kuna mtumishi wa serikali amepata nafasi ya kuja huku, akaangalia changamoto ya barabara, lakini anamuona kuna mtu anajenga ghorofa 2. Umechelewa sana. Mimi nachoona naiona fursa kubwa ya Ludewa. Ni swala la muda. Barabara ya zege mheshimiwa rais anaweka pesa, itamalizika. Kuna mradi huku Ludewa kujenga uwanja mdogo wa ndege. Kuna mradi wa kujenga reli ya kutoka Ludewa kwenda Ruvuma, bandari ya Mtwara kwao na mheshimiwa waziri. Hayo yote atakapokuja atakuta ona nini? Nyie mnaenda Njombe wakati mnaanza kwenda ile barabara ilikuwa haijajengwa, ilikuwa ni mapoli. Leo mnaenda Njombe kushoto na kulia kutoka Ludewa. Wachina wameweka viwanda vya kusaga nini? Miti. Si mnaona kule? Venia. Mnaona kule plywood, mnaona mbao. Wewe ile barabara ikimalizika utakuwa na nini? Utakuwa na nini? Tumeanza Kamonga ameanza kujadili hapa vizimba 2021. Leo ni 2026. Vijana wameanza kuvuna. Itakapofika mwakani tukiwa na vizimba 50, wewe utakuwa na nini? Utaanza kuwachukiwa nao vuna mle.
utaanza kusema ni wachawi hawa, ni Freemasons. Kumbe wenzako wamefanya biashara ya samaki wamepata. Lakini kwenye swala la mwisho ambalo nimezungumza hapa, mimi bahati nzuri nimevua samaki. Mimi natokea Ziwani DC. Itabidi turudi tena Mwanza, mwenyekiti wa halmashauri na mheshimiwa mbunge. Twende kwa wavuvi wa dagaa. Tuwe namna ambavyo wanakausha hii teknolojia yao. Ili tuangalie namna ya kufanya hapa kwa majaribio, alafu tuendelee na mradi. Kama tulivyoenda kwenye kujifunza kwenye vizimba. Lakini nadhani awamu nyingine ni kuanza kujipanga, huku ni mbali sana, kuanza kuzalisha vifaranga sisi wenyewe. Tuongee na serikali watuelekeze sehemu gani tunaweza kupata samaki wazazi ili tuweze kutengeneza acha ya kuzalisha vifaranga wenyewe na unafuu kupata chakula. Lakini mimi niko tayari kuwapa ushirikiano wangu. La mwisho ni namna ambavyo Mheshimiwa Rais amefanya haya yote kwenye jamii ya watu wa Ludewa. Anajua kwamba huku kuna shida ya usafiri. Watu wakipata dharura ya afya hapa, namna ya kumuokoa ni shida. Tumetoa hapa boti ya ambulance. Sio, mnanielewa? Kwa wenzetu wana magari ya ambulance. Sisi tuna boti. Lakini zimamoto wana boti ya uokoaji. Maana mazingira yote yakisha kwamba wananchi hapa wanakuwa salama. Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kikubwa tuendelee kufanya kazi vizuri, tuchape kazi. Tuiombee nchi yetu amani. Tufanye kazi kwa bidii. Fursa zinazokuja za vijana hizi tuzitumie vizuri. Lakini tusimamie maendeleo yetu. Maskini hana kauli. Unanielewa? Maskini hana inategemea na aina umaskini. Lakini ukiwa na kitu mfukoni, sasa wewe kila mahala haupo. Kwenye dagaa haupo, samaki wa ufugo haupo, wa kuvua haupo, kahawa haupo, muogo haupo, mahindi haupo. Hata uchawi wa kununua huna.